hivi kuna kipigo kizuri na kipigo kibaya yeah. Ndio? Of course kwenye hii michuano kuna muda unapunguza idadi ya magoli ili utakapokuja kwenye uwanja wako wa nyumbani iwe rahisi kwako kubadilisha hayo matokeo na kuyafanya upande wako. Na unaangalia pia na aina ya timu ambayo unaenda kuonana nayo. Kwa mfano Simba dhidi ya RS Berkane wanakwenda kukutana dhidi ya timu ambayo kwenye hii michuano ndio timu bora zaidi kuliko timu yoyote ile kwenye michuano toka inaanza mpaka sasa hivi, kwa sababu kwenye takwimu wamefanya kila kitu kuliko timu yoyote, kwa maana ya ni timu ambayo haijapoteza mchezo wote mpaka sasa hivi tunapozungumza kwenye hii michuano. Lakini wao wamefunga magoli mengi zaidi kuliko timu yoyote kwenye hii michuano, kwa maana ya magoli 18. Lakini wao wamefungwa mabao machache zaidi kuliko timu yoyote kwenye hii michuano, wakiwa wamefunga mabao mawili. Kwa hiyo probably wanaenda kuonana na timu ambayo imekuwa bora kwenye michuano hii kuliko timu yoyote ile. Kwa hiyo Simba wanaenda kupata test ambayo hawajawahi kuipata kwenye hii michuano toka ianze. Lakini ukiacha tu kwamba ni finali ya test nyingine kabisa, mpinzani ambaye wanaenda kuonana naye ni wa tofauti kabisa. Kwa hiyo ukiangalia kwa sura hiyo unaona kabisa kwamba Simba kitu cha kwanza ambacho watakuwa kwenye huo mchezo kipo akilini ni kwamba tunahitaji kuhakikisha dakika 90 zinaisha tumeruhusu mabao machache au hatujaruhusu bao kabisa. Ili tutakapokuja Dar es Salaam inakuwa ni rahisi kwa sisi kuweza kufunga pengine bao la kutufanya tuwe mbele kwenye mchezo au kusawazisha bao ambao itakuwa let's say ni moja, ili kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye hatua nyingine let's say ya penalty au dakika 30 whatever itakapokuwa, lakini mazingira yasiwe magumu wakati wanakuja kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ni lazima hayo mazingira wajue kabisa kwamba wanahitajika kuyatengeneza kwenye mchezo ambao wanaenda kwanza. Na mara nyingi kwenye mechi ambazo zinakuwa kwenye huu mtindo wa mechi mbili, kwa maana ya mechi ya home and away, unapaswa kuwa vizuri sana kwenye kuchanga karata zako. Na mimi huwa naamini kwamba mechi ya kwanza mara nyingi ndio ambayo huwa inatengeneza taswira nzima ya game nzima itakuja kuwaje. Na ukiangalia Afrika mkule kwa namna ambavyo matokeo huwa yanakuwepo, kwa research ambazo zimefanyika ni kwamba Afrika ukiongoza kwa bao moja kwenye uwanja wako wa nyumbani, hata kama utaenda kwenye uwanja wa ugenini wa mpinzani wako, kama ukiongoza bao moja kuna uwezekano mkubwa sana ukaweza kupita kwenda kwenye hatua inayofuata. Bao moja tu kama ukiongoza bao moja kwenye uwanja wako wa nyumbani unaweza ukaenda kwa mpinzani wako na ukapita, kuliko labda hata kwa sababu kuna timu nyingi ambazo zimeshakushinda 2 alafu zikaenda kwa mpinzani wake 2-2 zikatokea, then wakaenda kwenye hatua nyingine wakatolewa. Lakini 1-0 it's like inalaana hivi, ukishinda nyumbani kwako ukienda kwa mpinzani wako uwezekano wa kumtoa huko. Kwa hiyo nadhani ni Simba tukuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakafanya matokeo yakawa yasiwe mabaya sana kwenye uwanja wa ugenini, then watakapokuja kwenye uwanja wa nyumbani iwe ni rahisi kwao kuhakikisha kwamba wanaenda kwenye of course wanachukua ubingwa, kwa sababu sio kwenye hatua inayofuata tena. Well, Simba wanafahamu kabisa wanakwenda kucheza na reigning champion wa Morocco. Unajua mpaka sasa hivi Berkane tayari ameshachukua ubingwa kwa Morocco, na Simba yeye bado kwenye ligi ya Tanzania anautaka ubingwa baada ya kukosa kwa muda mrefu. Kwa hiyo Berkane sasa hivi kibarua kilicho mbele yake ni kuhakikisha kwamba anaupata ubingwa huu Afrika, ambao utakuwa ni ubingwa wake wa pili nadhani ndani ya miaka 3-4. Kitu ambacho anaweza kufanya hivyo. Yani hapa tuongee ukweli, story itakuwa ni kama Simba atachukua ubingwa ila Berkane kuchukua. Hata ukienda kwenye makampuni yale ya kuwekeza utaona zile odds zinavyosema, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu tayari Berkane ndani ya misimu hii 4-5 kashaonesha uthubutu huu na tayari kwenye ligi ya ndani ameshachukua ubingwa. Kwa hiyo tuna Simba, viongozi, wachezaji na benchi la ufundi wanafahamu namna pekee ya kuchukua ubingwa mbele ya mtu kama huyo ni kuwa na vitu viwili. Kwanza wahakikishe wanachanga karata zao vizuri, lakini pia waombe Mungu siku wao na siku nzuri kazini, kwa sababu ni virahisi tu unaweza ukawa una uwezo mzuri, labda Berkane asiwe amemwacha mbali sana Simba vingi, na hata ukiangalia kwenye zile rank za CAF nadhani Simba yuko juu ya Berkane, lakini tunaongelea kwenye form. Berkane kwa sasa hivi ana form nzuri sana. Kwa hiyo Simba cha kwanza waombe Berkane awe na siku mbaya kazini na wao wawe na siku nzuri, lakini pia mpango pekee ndio utakao hapa matokeo, kwa sababu sasa hivi hapa haijalishi umeshinda goli ngapi, finali haijalishi umeshinda goli ngapi, ni mpango wako mkakati mzuri tu
utakaoweza kukusogeza wewe karibu na ubingwa, na kadri unavyoona ubingwa huko pale, kadri unavyofika finali unaona kombe lile pale, inakupa hamasa zaidi. Umeuliza swali kwamba kuna kipigo kizuri na kipigo kibaya. Of course kipigo ni kipigo tu, lakini imagine unafungwa goli 5. Wale Stellenbosch waliotolewa na Simba kwenye semi final walifungwa goli 5 na Berkane ilikuwa ni kwenye group stage nadhani. Niko kipigo kibaya. Imagine unafungwa goli 5, hata ile nguvu ya kuwaita mashabiki kwa Mkapa waje kukusupport unaitoa wapi? Ni kweli kuna muda Ahmed Waga ni kama inabidi ajifiatue hivi, lakini kuna mazingira yenyewe ukishatengeneza, hata ukijifiatua unafiatuka mwenyewe. Lakini let's say hata kama unafungwa goli moja of course ni moja kama moja, lakini bado kuna ile kauli mbiu kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Zishangaza timu kubwa nyingi barani Afrika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hata ile nguvu ya mashabiki, bwana njooni, tutalipa na tutachukua. Kwa hiyo nadhani mpango mkakati na wao Simba kuwa na siku nzuri ni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia sana wao kusogelea zaidi ubingwa kwenye second leg ya mechi hiyo ya final. Si mara ya kwanza kwa timu hizi mbili kukutana. Na ukijaribu kuangalia kwa misimu labda mitatu iliyopita, standard ya Berkane haikuwa hii ya sasa. Ndio? Of course. Unajua Berkane kwenye hii michuano kwa mfano ya CAF Confederation ni timu ambayo of course mwaka 2024 walikuwa ni run up, kwa maana ya kwamba walikuwa makamu bingwa kwenye hii michuano. Lakini 2023 waliondolewa mwanzoni kabisa kwenye hatua zile za preliminary. 2022 walikuwa mabingwa. 2021 kwenye group stage ndio sehemu ambao walitoka. 2020 walichukua ubingwa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye miaka 5 iliyopita kabla ya huu msimu ambao tuko, Berkane ni moja kati ya timu ambazo zimefanya vizuri kweli kweli kwenye michuano. Tena inawezekana ikawa ana finali 3 manake. Alafu amechukua 2, alafu kuna group stage moja. Inaweza ikawa, sina uhakika, lakini inaweza ikawa ndio timu ambayo imeperform vizuri zaidi kwenye Confederation kwenye hii misimu 5. Kwa sababu sidhani kama kuna timu ambayo imeingia finali 3 na kuchukua 2 hapo kwenye hii miaka 5 then wakafika kwenye group stage kwenye mwaka mmoja. Inaweza kuwa changamoto. Na unajua moja kati ya faida ambayo pia wanaipata Berkane ni kwamba hii ni michuano ambayo wanaishiriki mara nyingi sana, kwa sababu kwenye nchi yao ya Morocco kuna timu nyingi sana ambazo ni big fish kuliko wao, kwa maana ya kwamba kuna Wydad, kuna Raja, kuna FAR Rabat, sawa? Hizo ni timu ambazo kwenye msimamo wa ligi mara nyingi zitakuwa pale juu. Ni miaka michache tu inatokea labda kama hivi Berkane amechukua ubingwa, kwa hiyo ataenda kushiriki Champions League, lakini mara nyingi huwa anakuwa kwenye nafasi ambazo sio nzuri, au anachukua zile cups ambazo zinaandaliwa na anakuja kucheza kwenye hii michuano. Kwa hiyo inampa uhakika wa mara nyingi kushiriki. Kwa hiyo unaona hapo kwenye misimu karibia 5 mfululizo ameshiriki shirikisho. Kwa hiyo amepata hiyo nafasi ya kushiriki kutokana na kwamba nafasi yake kwenda Champions League ni nini? Ni finyu. Lakini ni timu ambayo inaonekana huwa ina operate kwenye michuano ya shirikisho ikiwa ina nguvu ya kushiriki Champions League, kwa sababu mara nyingi timu ambayo inafika finali kwa mfano kwenye hii michuano unaweza ukapata taswira kwamba hii timu pengine kama ingecheza kwenye Champions League ingeweza kufika kwenye hatua ambayo pengine ni nzuri zaidi, robo labda hata nusu finali kabisa. Kwa hiyo unapata hiyo faida, lakini ukijaribu kuangalia kwenye hii misimu 5 wamekuwa na favorite. Kwa hiyo ni favorite kwenye hizi finali zote mbili, ukiachana na performance tu ambazo wameziweka kwenye takwimu ambazo tumezizungumza, lakini pia hata ukiangalia kwenye muendelezo wao kwenye hii michuano huko nyuma ni mzuri zaidi. Kwa hiyo unaona kwamba ni mchezo mgumu, lakini kusema ukweli Simba ambayo tunaiona sasa hivi ni timu ambayo kwenye namna ambavyo wanaziendea mechi za kimataifa, experience yao ni kubwa sana. Mimi uwezekano wa Simba kuchukua ubingwa sio kwa sababu tu wako finali, ila kwa Simba namna ambavyo inaweza kucheza mechi za kimataifa, I guarantee you kwamba uwezekano wa Simba kuchukua ubingwa unaweza kuwa mkubwa. Lakini pia winga speaking of Berkane ndio timu ambayo unaweza kusema ipo kwenye form
fomu yake nadhani kwa kipindi cha miaka 2-3 hivi. Unaangalia kwenye hiyo listi kwenye misimu 4 imecheza Confederation Cup, manake haikuwahi kuwa na ubingwa wala kuwa kwenye zile timu mbili ambazo zinaweza zikashiriki CAF Champions League. It means mwakani tayari wana uhakika wa kushiriki CAF Champions League. It means kwenye kipindi cha hivi karibuni ambacho wameshiriki kwenye michuano hii, Berkane wapo kwenye form zaidi. Of course naungana na Steve anachosema kwamba Simba inapokuja swala la michuano ya kimataifa huwa ana turn up. Simba anaweza akasumbuliwa na timu yoyote hapa ndani, let's say hata Mashujaa au hizi mid table team, lakini inapofika swala la kimataifa huwa anabadilika. Of course huwezi ukachukulia tu hivyo, lazima aoneshe kitu cha ziada kama kweli anahitaji kulibakiza siku ile kwa Mkapa pale. Kwa nadhani ni swala la kusubiri tuone coach Fadlu atakuja na nini, na mimi nitajiandaa vizuri sana, lakini uwezi kudisregard kwamba kwa sasa hivi Berkane ni timu iko kwenye form kuliko hata labda kipindi cha nyuma kidogo. Kwa nadhani tusubiri tuone itakavyokuwa, lakini ni hivyo.